Uendeshaji wa ligi Tanzania unasimamiwa na Shirikisho la Kandanda Tanzania TFF na vyombo vyake, bodi ya ligi na kamati zake zingine. Na sisi serikali tuna mipaka ya namna ya kufanya kazi na vyama vyote vya michezo, sio TFF peke yake. Hili jambo bado liko mikononi mwa waendeshaji wa ligi. Litakapowashinda wakitaka lije serikalini watalileta. Lakini kwenye uharibifu wa mali, sisi hakuna mali yetu iliyoharibika. Uwanja wetu wa Benjamin Mkapa upo salama, ulikuwa tayari kwa mechi. Mechi imeahirishwa, tunasubiri wanaosimamia mchezo wa soka watakapopanga mechi nyingine ya kuja kufanyika Benjamin Mkapa. Haya mengine ya nani alikuwa sahihi, nani hakuwa sahihi, mkaulize TFF. Wao ndio watakuwa na majibu na jambo hili, lakini sisi kwa sasa serikalini bado tunaona ni jambo ambalo linaweza likatatuliwa na Shirikisho la Kandanda Tanzania TFF na wadau wake. Wakaguzi wa CAF walipokuja, ilikuwa ni siku 2 au 3 baada ya mechi ya Simba na Azam. Siku waliokuja, uwanja ule kwanza nyasi tulikuwa tumefyeka. Kwa ambao hamfahamu, uwanja wa Benjamin Mkapa una nyasi halisi, natural grass. Kwa kila baada ya mechi kuna kazi zinafanyika za kutengeneza uwanja vizuri. Kwa hiyo tukawa tumeufyeka mpaka chini kabisa ili turuhusu nyasi mpya kuota. Lakini pili, kufanya umwagiliaji na kuweka mbolea. Wale wakaguzi waliuona uwanja siku ile ukiwa vile. Walituambia mambo mawili makubwa. Cha kwanza, wanataka wazione nyasi. Tukamwambia tumefyeka asubuhi, nyasi hizi baada ya siku 3 zitakuwa zimekuwa. Cha pili, wakasema tuliwaagiza mlete mashine ya aeration na compaction, yani mashine ya kutifua ili kuruhusu hewa kuingia na kutengeneza vizuri uwanda wa uwanja. Tukawaambia hizi mashine zimeshafika, ziko bandarini, muda wote zitakuwa hapa, na zilifika baada ya siku 5. Hayo mambo yote yamefanyika. Bahati mbaya wamekuja kutoa taarifa baada ya zaidi ya wiki 2. Uwanja ukiwa tayari. Na ndio maana nikasema tunawaomba CAF waje wakague leo, kwa sababu uwanja upo tayari na yale waliokuwa wamesema ni